unahitaji uogeshwe, unahitaji kuutunza zaidi sana roho zetu. Na ndio maana hakuna neno ambalo unasema hili nimeshalisikia sitalisikia tena, kwa sababu neno ni chakula, tunakula kila siku. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Na ile attitude tulionayo kwa neno la Mungu inaamua mambo mengi sana kwa jinsi ambavyo tutalipokea na tutaliendea. Kwa mara nyingine, mchungaji, Mungu akubariki kwa huduma hii. Kabla ya kufikia mwisho ambako kwa kawaida tukishafikia hapa tunafikia mwisho kwa matangazo na nini, tuna mambo matatu ya baraka katikati yetu ambayo lazima tuyafanye ndipo tukafikie mwisho wa ibada. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. La kwanza ni kuwekwa wakfu viongozi wa CAs Junior, na kuna viongozi wengine walihama wakaondoka mkoani hapa kikazi, kwa hiyo kulibaki mapengo. Tutafanya hilo, na tukisha weka viongozi wa CAs Junior wakfu, kamati nzima ikakamilika, kitakachofuata ni kuwapokea watoto wanaotoka kwenye kanisa la watoto na kuingia kanisa la watu wakubwa, na kwa maana ya shule ya wanafunzi wataingia wao kwenye darasa la CAs Junior. Watakuwa ni washirika wa kanisa kubwa, na kwa upande wa wanafunzi ni wa CAs Junior. Na ndio maana tunaweka wakfu kwanza wale wajumbe wengine wa kamati ile, maana ndio watakao wapokea kwa maana ya madarasa. Tuko pamoja? Lakini la tatu, kuna wanafunzi wa CAs Junior wanahitimu kutoka CAs Junior, yani vijana chipukizi, kuingia kwenye vijana wapevu, ndio CAs Senior. Kwa hiyo wanapokuja junior, wengine kuingia kwenye kutoka kwa watoto kuja CAs Junior, kuna wengine wanahitimu kwenda CAs Senior. Tuko pamoja? Na kwa hiyo ni siku ya graduation leo, na wao wanahitimu, nao wanapewa vyeti sawa sawa na hao wengine wanayohitimu kuja huku. Na niwatie moyo, kunapokuwa na mambo kama haya, mzazi, kaka, dada, watie moyo. Fika kwenye siku hiyo yao maalum, wapongeze, kwa sababu sio wote wamefika kwenye nafasi hiyo. Na unajua, tunapozungumza habari za watoto kuingia kwenye CAs Junior, hatuseme tu mnaonekana mmekuwa warefu na nini, mmekuwa wakubwa, ingieni. Hapana, wanasoma, wanafanya mitihani, alafu mimi mwenyewe nakutana nao mmoja mmoja kuwafanyia usaili, kujua kweli wamezaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wanaongozwa kujazwa Roho Mtakatifu, kisha wanabatizwa kwenye maji mengi, wanakuwa washirika wakamilifu kabisa. Amen. Na safari hii tulikuwa na wengi hapa, tunao 30 na kitu nadhani, na kuna wengine nilifanyia mimi usaili, wengine akanisaidia kumalizia mchungaji wangu wa vijana. Kwa hiyo tuna mambo makubwa matatu mazuri hapa, na tutayafanya kwa haraka, pamoja na kwamba ni mambo yenye uzito mkubwa sana. Basi niombe nimkaribishe sasa, niwakaribishe tunapokwenda kuweka wakfu viongozi wa CAs Junior. Kwa kuwa kamati ya viongozi ilikuwa haipo yote, lakini wale waliopo wapo, ni waombe watangulie kuja hapa mbele, walimu wale, alafu tutawaita na wale wanaowekwa wakfu kujiunga na ile kamati. Sasa mchungaji, karibu. Viongozi wapya anza na wazamani ili waje wawapokea wenzao wapya. Wale wa zamani tunaye Kato, Eliudi Kato ambaye alikuwa mwenyekiti, lakini ambaye yuko Morogoro, alihama kikazi, lakini makamu wake alikuwa ni Ibrahim Kapungu, kama yupo tafadhali. Na katibu wake ni Ibrahim Michael ambaye naye pia sasa hivi yuko kikazi kule Dodoma, na mweka hazina ni Cherineri Mfiringe. Basi niombe tuje hapa mbele.
Okay. Ili tukuelewe vizuri, waliobaki ni nani? Waliobaki ni Cherneri Mfiringi ambaye ni mweka hazina. Huyu ndio kiongozi aliyekuwepo tangu wakati huo wa kwanza, ila makamu mwenyekiti alikuwepo ibada ya kwanza Ibrahim Kapungu, naona hayupo kwa sababu ya majukumu yake, amekuwa na mbanano kidogo wa shule lakini pia majukumu. Na hao wote tumekwisha kuwashukuru kwa nafasi yao, wale ambao walikuwepo zamani na wakiwakilishwa na huyu aliyebaki hapa sasa. Tuseme tena asante sana viongozi wetu wa CS Junior, asante sana Chernari, asante sana wenzako walio na wasio kuwepo, wengi pengine watatusikia, lakini sasa tupe wale ambao tunawaweka wakfu kuchukua nafasi za hao wengine waliopata majukumu ya kikazi kwingineko. Tafadhali karibu. Amen. Imempendeza Mungu, hawa ndio wafuatao viongozi wa CS Junior. Kwa niaba ya mchungaji kiongozi, tunaye mwenyekiti Tumaini Gideon, Mrs. Gideon. Karibu kama upo. Unaweza kuongeza tu makofi mengi kabisa kama hautajali, kwa utukufu wa Bwana. Lakini anayefuata makamu wake ni Metuthela Manase. Kama yuko hapa, karibuni. Makofi mengi. Na anayefuata ambaye ni katibu ni Cherneri Mfiringi ambaye yuko mbele yetu tayari. Yes, ambaye ndiye huyu hapa mbele yetu. Kwa alikuwa mweka hazina, sasa Mungu amempa nafasi ya kuwa katibu. Na anayefuata wa 4 ni Honoratus Kahigwa ambaye ndiye mtunza hazina sasa. Amen. Kwa hiyo tunaye mwenyekiti hapa, nyosha mkono wa kuone tena. Taja tena mchungaji. Mrs. nani? Mrs. Tumaini Gideon. Tumaini Gideon. Yes. Anayefuata ndio makamu wake, weka mkono juu. Mtaje tena, anapoweka mkono juu. Metuthela Manase. Wewe ndio getu Metuthela Manase. Anayefuata alikuwa mweka hazina, sasa anakuwa katibu Cherneri Mfiringi. Huyo hapa. Na mweka hazina wetu mpya sasa ni nani? Honoratus Kahigwa. Hawa hapa. Na ninyi ili twende vizuri katika hali hii tunapokisha kuwaweka wakfu tu, tutaanza na CS Junior. Kabla ya kuwapokea watoto, tunaanza na hawa wanaohitimu CS Junior, wao wakiwa hapa ili tuunganishe pale. Tuko pamoja? Amen. Basi naomba mgeuke huku viongozi, na niombe wazee wa kanisa na wachungaji tuwawekee mikono, na sisi tusimame tunyoshe mikono yetu huku. Baba, wewe ndiwe uita watu, na wale unaowaita huwawezesha. Huwaiti kwa kuwa wana uwezo wao, huwaita wewe ili uwape wewe uwezo. Tunao vijana hawa, mwenyekiti, makamu, katibu na mweka hazina, ambao watakuwa wanaingia na kutoka kati ya vijana chipukizi ambao wengine wapo sasa na wengine tunawapokea leo. Naomba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nao, awe juu yao wakati huu tunapowaombea, awape roho ya hekima na ya ufunuo na ya maongozi na moyo wa kupenda wenzao, roho ya kuwashikamanisha na kuwaunganisha wenzao, katika jina tukufu mno la Mwokozi wetu Yesu Kristo, mwana wake Mungu aliye hai. Tunawakabidhi mikononi mwako, tunawaweka mikononi mwako, watakase kwa utumishi huu, kwa jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Hallelujah. Kiwa mmesimama hapo, tulitaka hivyo. Mungu akubariki sana mwenyekiti, Mungu akubariki sana makamu mwenyekiti. Amen. Mungu akubariki sana binti yangu, Mungu akubariki sana mweka hazina wetu. Sasa msikae mbali, nitaomba mchungaji tafuteni mahali karibu pale mkae, maana tutawaita tena hapa. Tusomee majina ya wale wanafunzi wa idara ya wanafunzi na maandiko, kitengo cha CS Junior,
wanaoingia CS senior. Na viongozi wa CS senior, naomba muwe karibu. Mtawapokea hawa, kisha wapokea mimi, mtawapokea nini? Na ninyi muwe karibu, maana baadaye tukisha wapokea watoto mtawapokea, nitawakabidhi na nini. Kwa hapa moja kwa moja niombe mchungaji tutajie majina ya wanafunzi na maandiko wa CS Junior wanaohitimu kwenda CS Senior. Labda tuanze na viongozi wa CS Senior ili mfahamu. Mkurugenzi wa CS huyo hapa, makamu wake, makamu mkurugenzi yupo. Njoo huku mbele bwana, ndugu yetu Mbando. Katibu kanisa, nahitaji kuwafahamu. Karibu. Mweka hazina, hii ndio timu ya uongozi, watu imara kabisa. Haya, mkurugenzi wetu ni mzee wa kanisa. Somee bwana, somee wote. Ndugu yetu Godfrey Danton. Yes. Tunamfahamu sana wewe, amepunga mkono. Amen. Makamu Wines Mbando. Makofi mengi tafadhali. Amen. Katibu ni Daniel Mgoya. Asante sana. Mweka hazina, kuna katibu msaidizi Jackson Kalmuna. Asante. Na mweka hazina Rogers Geoffrey. Hiyo ndo timu. Na ninyi msikae mbali, maana tutakapo wahitimisha hawa CS Junior mtawapokea, nitawapokea mimi, nitawakabidhi ninyi. Kama nilivyosema kwa wale wengine, ninyi msikae mbali. Sasa asanteni, mnaweza kukaa pedi kidogo mkisubiri tuwapokee. Naomba sasa unisomee majina yote. Amen. Ya wanafunzi wa CS Junior wanaohitimu kwenda CS Senior. Maana yake vijana chipukizi kwenda vijana wapevu. Karibu. Amen. Asante sana baba, kwa sababu idara ya wanafunzi na maandiko inafanya kwa karibu sana na huduma pamoja na idara ya CS, ambayo kuna kitengo cha CS Junior ndani yake. Niombe sasa uniruhusu nisome majina ya wale vijana wanaotoka CS Junior kuelekea CS Senior. Madarasa haya yamegawanywa kwa makundi mawili au madarasa mawili ndani ya CS Junior. Kuna darasa lenye umri wa miaka 12 mpaka 14, alafu kuna 14 mpaka 20. Kwa hiyo hawa wanaotoka huko CS Junior ni wale ambao wana umri wa miaka 20. Kwa kuanzia miaka 20 kuendelea huku juu, hawa wanakuja moja kwa moja CS Senior. Na hawa ndio wafuatao kwa majina yao. Namba 1 ni Rebecca Steven Martin, lakini namba 2 ukisomwa naomba uje mbele. Namba 2 naomba nirudie. Namba 1 ni Rebecca Steven Martin. Namba 2 Steven Rebecca. Namba 2 ni Gerard Steven Maudanga. Kama upo njoo kwa haraka. Chak. Jamani, makofi mengi sana. Lakini anayefuata ni Faith Steven Timothy. Na namba 4 anayefuata ni Angel Junus Fanueli. Makofi mengi. Amen. Lakini anayefuata huyo ni Faith. Tuna Angel Junus huyu hapo. Makofi mengi. Na anayefuata ni Gift Joshua Mhando. Na anayefuata ni Lukimyo Richard Ndede. Kama yuko hapa, kimbia chapchapu mtu wa Mungu. Alafu anayefuata Sofia Cosmas Nyambuya. Na anayefuata ni Kevin Beda Masi. Sasa wako
15, ila kuna wengine wako mashuleni au wameshindwa kufanikiwa kuwa pamoja na sisi, lakini tulionao hapa ambao watakabidhiwa vyeti ni 9. Naomba kuwasilisha. Wanaokabidhiwa vyeti, asante sana mzee, wanaokabidhiwa vyeti ni 9. Kwa hiyo unajua wale ambao wanahitimu bila kuwepo hapa bado wanakuwa wamehitimu, na ndio maana nasoma majina yao. Kinachowapungukia ni wao wenyewe kupokea ile heshima ya vyeti pamoja na utambulisho mbele ya kanisa. Lakini naomba nisome andiko, na nitakayosoma hii ni kwa ajili ya wote hawa junior wanaohamia senior na wale wanaotoka kwenye darasa la watoto na kuingia CS junior. Niwakumbushe yasemavyo maneno ya Mungu kwa habari ya vijana katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3. Timotheo wa pili sura ya 3 na mstari kuanzia ule wa 15. Hapa tunakutana na mtumishi wa Mungu kijana anaitwa Timotheo, na ambaye msimamo wake kwa Mungu kwa maana ya kuokoka na utumishi wake kwa Mungu una misingi yake kutoka utotoni. Kutoka wapi? Utotoni. Na anafanya kazi na mtumishi wa Mungu mkuu sana Paulo, ambaye wakati wanaandika waraka huu wa pili wa Timotheo alikuwa anakabiliana na mauti. Alijua kabisa anakufa. Ndio maana ukisoma sura ya 4 anasema mimi wakati wangu wa kufariki umefika. Na waraka huu anauandika ni waraka unaoitwa waraka wa agizo. Yaani ni aina ya uandishi unaitwa charge. Ni mahusia anayopewa mtu mazito, hasa mtu anapokuwa mwenye kuyatoa hayo mahusia ndiyo anaondoka duniani. Kuna maagizo kadha wa kadha katika sura hii, katika kitabu kizima hiki cha Wakorintho, Timotheo wa pili. Na sasa hapa anamwambia nianzie mstari wa 13. Mstari wa 12 mpaka mstari wa 16 mpaka mstari wa 17. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Yaani watu wote wanaotaka kuishi maisha matakatifu, maisha yaliyonyooka, maisha yasiyojichanganya, na ambao hawafichi utambulisho wao kama watu wa Mungu, watu hao wataudhiwa. Tuko pamoja? Asema lakini watu wabaya na wadanganyaji wataendelea na kuzidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika. Hali haitakuwa nzuri tunavyozidi kufika mwisho wa dunia, watu waendelee kuharibika zaidi. Lakini wakati wao wakiharibika, wewe ufanye nini? Wanapoendelea kwenye uovu, sisi, na nazungumza na vijana, inatuhusu sote, lakini this time nazungumza na vijana katika context hii, wewe ufanye nini? Hebu tuseme pamoja, wakati dunia inaharibika tabia, hasa vijana tuseme vizuri. Hiyo inatuhusu wote na wote tuseme, lakini vijana semeni kabisa kwa mkazo, maana ni siku yenu na ni tukio lenu. Sema wakati dunia inaharibika, wakati vijana wanaharibika tabia, mimi nitaendelea katika upande wa chanya. Ndio maana anasema mstari wa 14, bali wewe, kwa lugha nyingine ana contrast, anatofautisha wale wanaoendelea kuharibika wakidanganya na kuzidi kudanganyika. Anasema bali wewe, lakini wewe. Sema lakini mimi. Bali wewe ukae katika mambo yale uliofundishwa na kuhakikishwa,
kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Watu wenye misingi tayari, wamefundishwa tangu utotoni. Unaambiwa unapoona vijana wengine wanaharibika, wewe kaa kwenye yale uliofundishwa. Sema tena, wakati wengine wanaharibika tabia, mimi nitakaa, nitadumu, nitaendelea katika yale niliyofundishwa tokea utoto na ninayoendelea kufundishwa. Anasema, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Tangu lini? Unaposikia ukae katika hayo, ni maandiko matakatifu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo vijana mnaoingia CS Junior, mko kwenye umri wa ujana mpevu. Wakati vijana wenzenu duniani wanazidi katika mambo maovu, ninyi mng'ae, muonyeshe msimamo thabiti wa utakatifu, wa kumcha Mungu, wa kutokumuonea haya Yesu, wa kulishuhudia neno lake kwa kinywa na kwa matendo. Hili ndilo agizo ninalowapa tunapowahitimisha, na sasa tutapata kusikia kutoa veti ili mpate na sijui kama mmejiandaa namna gani kwa kuweka kumbukumbu. Hii ni kitu cha muhimu sana. Kaeni karibu. Tulitaka toka sana watu hawa wawe mahali pa karibu, sio wakae kule mbali, wakae karibu. Alafu tutasoma jina moja moja huku na kuja kupokea cheti. Nitaomba tujipange kwa mpango huu. Mkurugenzi wa CAs, na mchungaji wa CAs pamoja nami nitakuja, tutakaa hapa. Mchungaji atasoma majina, alafu mkurugenzi atanikabidhi cheti na mimi nitawakabidhi wahitimu, na watakapokuwa wanapewa vitu vyao, tafadhali tuwapongeze. Asante sana. Basi naomba tutarudia, tutasoma jina moja baada lingine utakuja, lakini kama wewe ni mzazi, kaka, dada, ndugu yako mtoto hayuko hapa lakini unaweza kumchukulia, basi utakuja moja kwa moja kwa ajili ya kupokea cheti chake. Kuna itakuwa ninasoma afu utakuwa nakuja kama mhitimu. Kevin Beda Mas, kama yupo Janet Damian Batista, kama yupo aje mzazi wa kwa ajili ya kumchukulia. Angel Yunus Fanuel, Faith Steven, Gerard Steven, Rebecca Steven,
Naona baba alikuja kumchukulia cheti binti yake, lakini ngoja tuwape upendeleo wa picha. Jamani, si makofi mengi basi kwa utukufu wa Bwana. Asante sana, inapendeza sana. Sofia Cosmas, Rukumanya Richard, Gifty Joshua, wengine hawapo wala wazazi wao. Sasa mkiwa na vyeti vyenu njoo huko mbele, njoni huko mbele tuwabariki. Kanisa tusimame, wazee tuwekee mikono. Baada ya hapo mwenyekiti wa CAC utawapokea. Kuna mchungaji aliyehubiri leo amewapa ofa waliopokea vyeti, wale waliokuwepo, wakishamaliza watakunywa soda. Basi mwekeni mikono, mimi nitaomba. Na sisi tunyoshe mikono huku tuwabariki. Baba yangu, Mungu wangu, nalibariki na kulitukuza jina lako kuu mno. Asante kwa ajili ya vijana hawa waliosimama, uliowajalia kusimama hata sasa. Wakati wanapopiga hatua kwenda hatua nyingine kubwa, naomba Bwana uwailinde katika neema yako. Wakinge na kizazi hiki kibovu kilichopotoka, na kama tulivyosoma maneno yako masikioni mwao, wajalie kukaa katika yale waliofundishwa. Waishi maisha chanya katika dunia hii ya giza. Waishi maisha ya ushuhuda katika dunia hii mbovu, ili wakushuhudia wewe kama balozi wako katika ulimwengu huu wa sasa, katika jina tukufu la Mwokozi wetu Yesu. Amen. Asante sana. Mkurugenzi, naomba ukae kwenye kona pale. Wanaporudi wanakushika mkono kwanza, na naomba kwa namna hii ni wakabidhi kwako rasmi. Viongozi wale wengine tafadhali mje mwashike mkono. Viongozi wa CAC, mkurugenzi pale, alafu mnajipanga hapo, alafu mnapokwenda mnamshika mkono mmoja mmoja. Hivyo ndivyo ninavyowakabidhi kwa viongozi wa CAC. Tuanzie huyu aliye karibu hapa. Sawa kabisa. Asante. Na wakati huo kanisa tukiwashangilia kwa makofi mengi sana wanapopokelewa. Amen. Amen. Hallelujah. Lakini mchungaji wa mabinti, ili kupasa kukaa pale upokee mabinti zako. Hallelujah. Naam. Aje achukue mkono. Haya bwana, mmeambiwa mchungaji na wewe uje upokee mabinti zako, wajue kwamba wana mlezi, wana mchungaji mlezi, pamoja na kwamba mchungaji wa vijana anahusika nao wote, lakini wana mambo yanayowahusu wao wenyewe. Jamani, simameni basi mumpokee mama yenu. Asante sana. Amepokea wote kwa pamoja. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Sasa hapa kuna listi ndefu sana ya watoto wetu wapendwa sana, na kama nilivyosema, ujumbe niliousoma ni wa wao pia. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Niwaombe tu, wengi wenu ninyi CS Junior mnaoingia CS, ninyi watoto mnaoingia CS Junior bado mko shuleni. Huko shuleni onyesheni mfano.
Mnanisikia? Na niwaambie, na hii ni kwa kila mtu, lakini hii ni moja ya siri ya ushindi wa kiroho kila unapokwenda. Ukienda mahali popote pageni, kwamba ni shule au ni chuo au ni jeshini, ijulikane siku ile ile kwamba umeokoka. Ile ile ujidefine kwamba mimi niko hivi. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Ijulikane na walimu, ijulikane na wanachuo, ijulikane na kila mtu. Na inajulikanaje? Hufichi. Unasema, unashuhudia, na kikija kitu kilichochagiza unajikataa. Unasema mimi nimeokoka hivyo sishiriki. Si ndio? Hiyo itakulinda. Na ukionyesha msimamo huo, watakutetea hata mahali pabaya. Mimi nakumbuka tulipokuwa tunafanya MBA, ni darasa la watu wengi sana wajaokoka, waliokoka wachache. Mwalimu wa kozi ya Human Resource Management alikuwa ni mwalimu mwenye mifano ya kijinga sana, akifikiri ndiye anafurahisha watu. Sasa siku moja akatoa mfano wa kitu, alikuwa anafundisha subtopic inaitwa strategic fit, na akatoa mfano akauliza, ni wangapi wake au waume zenu wanajua mishahara yenu? Kanyosha mkono. Nilipogeuka nyuma nikashangaa hakuna hata mmoja mwingine. Darasa la watu 42. Alafu akashangaa sana, akaniuliza, unakunywa pombe? Maana anajua vitabia ambavyo vinaambatana na watu ambao hawawaambii wenzao kipato chao. Alipotaja tu unakunywa pombe, darasa likasema ameokoka, tena ni mchungaji. Alafu akasema, kwa nini? Nisha define msimamo wangu unajulikana. Alafu akasema, ni kweli hayo wasemayo? Nikamwambia ndio. Akasema, basi tukimaliza darasa naomba uje ofisini, nahitaji kutubu. Kwa sababu anakumbuka ameshasema mambo gani mbele ya macho yangu. Lakini kwa nini walinitetea? Nilishaonyesha niko hivi. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Nilienda pia ukweni kwa kaka yangu, maana mtangulia kuoa. Na Wachaga wao na pombe ni kama mtu na pacha. Kwa tumeenda kule, na miongoni mwa watu niliokuwa nao ni kiongozi wa kanisa lao, ni mwinjilisti wa kanisa lao. Wakaanza kufunua bia. Walipofika kwangu, na huyo kiongozi wao alikuwa mbele yangu, kwa hiyo wakampa yeye kwanza na akapokea. Walipofika kwangu sikuhitaji kusema sinywi bia, walisema wenyewe, acha huyo ameokoka. Watu watakujua. Kwa hiyo nawaambia vijana wadogo kwa wakubwa, ushuhuda wako ujulikane kwa neno na kwa tendo. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Kwa hiyo usiseme mchungaji wetu bwana anakataa, sema mimi ninakataa. Maana unaposema hivyo maana yake ni kwamba kama sio mchungaji ungekubali. Si ndio? Akule kanisani kwetu huwa wanakataa. Wewe mwenyewe unasemaje? Na niwaambieni, nuru ina mamlaka juu ya nini? Hata kama ni mtoto mdogo, hata akija baba mkubwa, maana kuna mibaba haina adabu. Haifikiri huyu ni mtoto wake, haijui huyu ni nani, haina adabu. Mtazame usoni, mwambie hiyo ni dhambi, na mimi sio kwamba tu sitaki kufanya, sitaki hata kusikia. Kwa hiyo usirudie tena kuniambia. Muangalie machoni, mwambie. Akisisitiza mwambie, ukiendelea nitachukua hatua ziada. Na kuambia atakuogopa hata kama mtu ni profesa. Ayo mwanamke, ayo mwanamume. Nuru huwa inang'aa gizani. Chungaji, tusomee majina ya watoto. Asante baba. Na kwa sababu tunayo idara ya watoto na tuna walimu wao wako hapa, basi niombe mkurugenzi pamoja na timu yako na yale majina tulionayo, karibu kwa ajili ya zoezi zima la kuwakabidhi watoto. Jamani, makofi mengi. Waje walimu wote, alafu baadaye tutawaacha viongozi. Waje walimu na watoto wote, na walimu wote, viongozi na walimu, alafu baadaye tutawaacha walimu, watabaki viongozi, kwa sababu tunataka hawa wote wameshiriki kuwatengeneza watoto hawa.
Sikuwa nimejua kwa nini kuna watu wamependeza pendeza, kumbe ilikuwa ni uniform. Viongozi jipangeni namna hiyo. Jamani, hawa ni viongozi wetu. Sasa nitaanza na mkurugenzi kama mlivyojipanga, na makamu wake na katibu na mweka hazina, alafu tutataja mwalimu. Naomba maiki. Hawa watu wamefanya kazi kubwa mno kwenye maisha ya watoto. Unajua ulimwenguni mote, hata kuna watu wengine wanarudi nyuma wakiwa watu wazima, lakini wanapokutana wamefika na mahali pagumu pa kufikiri mambo ya kiroho, huwa wanakumbuka mambo ya utotoni, ndio wanayokumbuka, ndio msingi. Kwa walimu hawa wanafanya kazi kubwa mno ya Mungu. Vile vitu walivyoviotesha kwa watoto hivi ni mbegu zilizo hai. Nimtambulishe mkurugenzi, alafu yeye atawataja wenzake. Mkurugenzi wetu ni Mrs. Agnes Kalumna. Punga mkono mama. Na huyu mama anafanya kazi kubwa sana. Sasa watambulishe viongozi wenzako, na baada ya hapo kila mmoja atajitaja mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunayo furaha kwa siku ya leo kwa habari ya watoto wetu. Tunayo furaha kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa mbele yangu ninaye makamu anaitwa Joan Mfilinge. Makofi mengi. Tunaye katibu anaitwa Verdiana Mgaya. Asante. Tunaye mwazini wetu anaitwa Sadiki Steven. Asante. Sasa wape maiki wataje mmoja mmoja walimu waliobaki sasa. Ukishataja au wataje wewe tupokutokoe muda. Mbele yetu tuna mwalimu anaitwa Pendo Luinda. Asante. Punga mkono mama, punga mkono. Alafu rudi ukakae sasa. Ni mwalimu anaitwa Veronica Mgoya. Asante. Anayefuata ni mwalimu anaitwa Tabita Vincent Maziduma. Hallelujah. Anayefuata ni mwalimu anaitwa Happy Kakamba. Anayefuata ni mwalimu anaitwa Anita Paulo. Asante. Mwingine anayefuata ni mwalimu anaitwa John Kimbu. Na wako wengine hawako hapa. Nawashukuru sana kama kanisa kwa kuwalea watoto hawa, hata wamefika mahali sio tu wamekuwa vijana chipukizi, lakini wameokoka, wamejazwa roho, wamebatizwa. Nilipokuwa nafanya nao interview nilikuwa nafurahi sana. Unajua mwingine unakuwa umemzaa wewe katika imani alafu hata ukumbuki. Kama wewe uliokoka lini? Wakati fulani. Nani alikuongoza kwenye wokovu? Wewe. Alafu mwenyewe nimesahau. Kuna vitu kwenye mioyo ya watoto. Na vyombo vilivyotumiwa ni hivi. Kazi kubwa ya Mungu. Wapige makofi mengi sana ya kuwashukuru. Asanteni sana. Asanteni sana. Sasa walimu mnaweza kwenda kukaa, isipokuwa viongozi. Nitakachoomba sasa, katibu, tujipange na ninyi msogee vile. Mtawaita moja kwa moja na watakuwa wanapokea vyeti. Alafu wataanza kwenu kuwapa mikono, maana mnawaaga. Alafu mwalimu mkuu atanipa cheti na wakabidhi. Sawa? Kwa hivyo tutasoma vyeti kwa utaratibu huo. Mtoto ukija sasa utaanza kule kwa mweka hazina, unakuja kwa katibu, unawapa tu mkono. Ni ishara ya kuwashukuru, lakini pia ni ishara ya kuwaaga. Alafu ukifika kwangu nakupa cheti, unarudi kukaa. Baadaye tutawaita kwa ajili ya kuwaombea, na wale viongozi wa CS Junior watawapokea. Bwana Yesu apewe sifa nyingi.
Violet Sudi. Anayefuata Isaac Emmanuel. Anayefuata Ahadi Jeremia. Anayefuata Encho Daudi. Anayefuata Angelina Audax. Agnes Junius. Angelina Jovi. Baraka Daudi. Baraka William. Beatrice Richard. Karen Rasul. Cleverson Richard. Daniel Gideon. David Shira. Dorcas Samuel. Dorini Mwaitete. Hans Haji. Happy Yohana. Jensen Vantwa. Johnson Lamek. Junior Babel. Kathibeti Riku. Kelvin Edwin. Lazaro Cosmas. Rusungu Richard. Neema Msafiri. Neema Paulo.
Pasco Jonas. Rafael Meda. Salome William. Samson Christopher. Samuel Stephen. Sara Emmanuel na Violet Okororo. Asante sana. Sasa nitawaomba watoto mje na vyeti vyenu, mmevishika. Wachungaji, baraza la wazee tutawaombea kama kuwapokea, lakini baada ya hapo viongozi wa CS Junior, ninyi mmewaaga tayari viongozi wa CS Junior. Sasa niwaombe, lakini kuna idara ya maandiko pia, nao watahusika kuwapokea. Tutaanza na mchungaji wa anayesimamia idara hiyo, atakaa mwanzo, alafu mwalimu wa darasa lao yuko hapa na watakuwepo, ndio hao viongozi. Basi tusimame. Pia tuna walimu wao wengine. Tuombe. Tunyoshe tu, tusimame huko juu wote, tunyoshe mikono. Mweka hazina karibu. Baba yangu, Mungu wangu, ninakushukuru kwa tunda hili, kazi ya mikono yako, maana hakuna awezaye kufikia roho za watu ila wewe mwenyewe. Wote waliokuja kwa Kristo walijifunza kwako, wakaitika mwito, neno lako likawafikia, wakazaliwa upya, na sasa wamefika umri wa uwajibikaji wa kutambua kitu walichokiamini. Tumewapokea, lakini sio sisi, zaidi wewe umewapokea. Basi walee kama nilivyosoma kwao masikioni mwao neno lako, wajalie kukaa katika ile mambo waliofundishwa, wajalie safari mpya ya kujifunza zaidi yenye kuleta mabadiliko ya utu katika maisha yao. Wabariki waliowalea na waliowatunza na kuwapa neno lako. Mikononi mwako tunawakabidhi Mungu wako katika safari hii mpya walioianza, katika jina lake Mwokozi Yesu, amen. Okay, sasa niwaombe viongozi wa CS Junior mjipange pale, mchungaji akiwaongoza, alafu mkurugenzi sogeni kule hivi. Lakini nitaomba pia waalimu, sogeni mpaka mwisho kabisa kule, mpaka kule ukutani. Nitaomba waalimu wote wa idara ya maandiko tuje hapa tuwatambue, alafu watabaki hawa viongozi. Waalimu wote wa idara ya maandiko, tukianza na wachungaji. Njoo huku nani, njoo upande huu, njoo upande huu.
darasa lile la Beroya wanapaswa kulipita lote. Darasa lile la Beroya wanahitaji kulipita, ni sehemu ya mafunzo. Mkurugenzi, si wanapita kwenye darasa hilo? Wanapita kwenye darasa hilo, darasa la Beroya. Kile kitabu wakihitimu chote kabisa, na kuna cha pili kinakuja. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Sasa nitaomba niwatambulishe wachungaji, alafu baada ya hapo kila mmoja kwa maiki atataja jina lake. Jamani, hawa ndio walezi wetu katika masuala ya shule, na maiki naona kama haiko hapa. Iko tayari? Katika darasa tunao wachungaji. Mtu wa maiki yuko wapi? Mbona unachelewa? Ulitakiwa kuwa na maiki ya 3 hapa. Naomba maiki nyingine. Katika listi ya walimu wa madarasa ya Beroya tunao wachungaji wawili. Tunaye mchungaji Godlise, mlishaji wetu wa leo, mnamfahamu, punga mkono mama. Tunaye mchungaji Shila ambaye pia ni mchungaji wa idara ya vijana na pia ya wanafunzi na maandiko. Kwa anasema kwenye idara mbili. Sasa mkurugenzi, mzee Godfrey, naomba utaje the rest. Jitaje mwenyewe. Mwalimu mmoja wapo ni mzee wetu wa kanisa, mzee Godfrey Anton, lakini pia ni mkurugenzi wa vijana ambaye ni mkurugenzi wao hawa. Sasa naomba wataje wenzako, ukianzia pale baada ya pale kwa Jeni Mkaka, maana hawa ulishawatambulisha, hawa ni viongozi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaye Jeni Mkaka ambaye ni tunza hazina wa idara na tunaye Winifred Mfilinge ambaye ni mwalimu wa darasa la Sezi Junior. Asante. Tunaye Wine Simbando ambaye ni mwalimu wa darasa la Stefano A. Tunaye Rose Geoffrey, ni mwalimu wa darasa la Sezi Junior. Tunaye Daniel Mgoya ambaye ni mwalimu wa darasa la Beroya lakini anaungana na darasa la Sezi Junior. Kwa hiyo wana madarasa mawili. Yes. Wana darasa la Beroya na wana darasa la nini? La CS Junior. Basi asanteni sana walimu, tuwape makofi mengi ya kuwashukuru. Niwaombe sasa mrudi, wabaki viongozi kwa niaba yenu, na watakuwa wanapita mmoja baada ya mwingine wakiwapokea kwa shika mkono bila kuzingatia anaanza wapi. Anzie mlio karibu, tupiteni hapa moja kwa moja, mape mkono. Asante, na sisi tunawapongeza kwa makofi wanapopita. Hiyo ni ishara ya kuwapokea, na mnahitaji kuwa na registry ya majina, muwajue kwa majina. Asante sana, ongeza makofi kwa vijana wetu. Asanteni sana watoto. Natumani mtakutana nao baada ya ibada, mseme mawili matatu, muwape utaratibu. Asanteni sana viongozi, tunawashukuru kwa kuwapokea. Sasa natumaini mtawapa utaratibu, si ndio mchungaji? Okay, nafikiri kuna utaratibu mtawaambia. Sasa mtawatangazia lini? Ni sasa au ni baada ya ibada? Mtakutana nao baada ya ibada wote? Okay, asanteni sana. Na kwa sababu wote ni wenu, walioingia junior ni wenu, walioingia senior ni wenu, ninyi mtakutana nao baada ya ibada. Sasa tumemaliza kwa upande huu, niwaombe sasa turudi kwenye viti vyetu na nitamkaribisha